Songa libala. Oh yeah. Songo mbona wewe. Kama naye. Neba nangi. Katonda wamanyi katonda waki. Akawumbike ngo. Afadhali nimekuona mzee. Ili leo tunajua na sisi wapangaji wako. Bwana, huanza na salamu shafa. Salamu? Mimi nimekusalimia wewe. Alafu nikwambie tu labda. Sina shida na salamu yako. Kuhusu hiyo salamu, nikienda kanisani napata, nikienda shuleni napata salamu. Yaani kujenga kile kijumba chako cha vyumba vitatu, unaona umejenga, umemaliza. Hivi wewe jenga mabangalo na magorofa, wasemeje? Msitu nyumba yangu ni kibanda. Ile nyumba nimejenga enzi ya mkoani, kipindi hicho tofali shilingi 2500. Wewe usingeweza. Labda nikwambie kitu. Mimi sina shida ya kulia umejenga makayani. Hata kumsumbua mke wangu. Wewe kuja asubuhi nyumbani kwangu kujua mimi nimepika nini haikuhusu. Mimi kupika nyama, kula mikate, kula samaki, wewe haikuhusu hata kidogo. Unachotakiwa wewe uzingatie kodi yako. Sio unielewa? Hii sheria ipo Tanzania nzima wanajua. Haiwezekani wewe ule nyama, mimi ni maharage baba mwenye nyumba yako. No, haipo hiyo. Haipo. Sasa nakwambia, hata kunisumbua mke wangu. Nikija kusikia nitakachokuja kukufanya, utakuja kuamini. Wewe ndio nimemaliza. Wewe ndio mrefu na biashara na mimi ndio nimemaliza. Unajua ndio endelea. Wewe unajua mimi nafanya jambo. Mbali nanga. Nitakuonyesha. Kasongo yeye. Ukweli mke wangu, nimekutana na baba mwenye nyumba huko. Yaani tumepandishana. Ilikuwa bado kidogo nimpige makofi. Lakini nimemweleza ukweli wake wote. Hii tabia ya kutuchunguza sisi tunakula nini mimi sipendi. Yeye anataka azingatie kodi yake kwamba sisi tunamlipa kwa wakati. Lakini sio kujua yeye sisi tunakula nini, sio kazi yake. Hebu tumetibuana huko mke wangu. Mimi kaza zangu ndio ninapumzika. Katonda wamanyi katonda waki. Akawumbike. Tafadhali nimekukuta. Huyu mume wako anamiliki kama zakatani kichwani upo? Kasongo yeye. Hiyo ya kwanza, la pili, na ndugu zako wako wapi ndani? Maana kwa kimya sana. Wako ndani Sasa naanza na wewe, utafikishia taarifa wenzako. Una sheria mpya kwenye nyumba yangu. Humu ndani kurudi mwisho saa 12 ya jioni. Hii itakuwa ni message send kwa mume wako anayependa kurudi saa 9 za usiku kama korokoroni. Nyumba yangu kurudi mwisho saa 12 jioni, kila mtu ndani. Hii nyumba yangu nimejenga mimi kwa pesa yangu. Enzi hizo 80 kwa usiku nyuma huko. Tofali ilikuwa shilingi 3500. Yaani mume wako asingeweza kuirudi hiyo gharama. Tofali moja. Sasa hivi tofali shilingi 1000. Zamani ile tofali shilingi 3500. Sheria ya pili. Hakikisheni kama mna ndugu zenu hapo vijijini huko. Wasio wanakuja kukutembeleeni, choo changu nimekijenga na kijua mimi. Mnanijazia choo, ndugu zenu wanakuja kutoka Mzenga hapo na Limango, wanakuja wanajaza choo. Upo. Sheria ya tatu. Ninyi wapangaji, lakini mnajitahidi sana kula nyama kuliko baba mwenye nyumba. Hii si sawa. Naomba mwambie mume wako, kuanzia leo hakuna kula nyama mpaka baba mwenye nyumba ale nyama. Hizi ni dharau. Mimi ninafanya mnaishi ndani. Hayo unamfikishia wewe mume wako mwenye kamba za katani kichwani. Anikuta Bob Marley. Rastafari, kati nyumba yangu inaheshima. Wananiheshimu na kijiji wote. Yaani kwa mtaani kote wananiheshimu. Mpaka Tandale kule Kichina wananiheshimu. Yeye ananifuga maasi. Unamaliza? Nilikwambia, hiyo ndio unataka nini? Wewe unatafuta nini wewe? Wewe unatafuta nini? Wewe unatafuta nini? Wewe ulipo kwa wakati. Inakuhusu nini? Au ulipo kodi yako kwa wakati wewe nyama? Ndio wewe nyama. Kwanza umeniambia mimi natembea na kamba za katani kichwani. Alafu umeniambia mimi utanionyesha. Sasa kabla sijaniona vya kwako hata uone. Wewe ndio utakuwa. Unasikia? Mimi nitakuwa. Ukipanda unakufa, ngoja nikuchukulia pale. Ndio nimekufa. Ngoja nikuchukulia